Introiti 560. Introiti 560. Ahimidiwe Bwana Mungu wetu, Utatu Mtukufu, Mungu mmoja. Sikani zako zapendwa namna gani, Ee Bwana wa majeshi. Utukufu na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
nyote katika siku ya Bwana ya leo, siku ya Bwana ya 12 baada ya Pentekoste na 11 baada ya tatu, na wazo kuu linalotuongoza kwa wiki hii yote ni rehema za Mungu. Tumshukuru Mungu aliyetupa kibali hiki hata cha kuingia nyumbani mwake ili kuleta mahitaji na shida zetu katika siku hii ya leo. Bwana awape moyo wa subira wale wote wazingojao ahadi zake, lakini Bwana awe na wasafiri. Bwana waguse wagonjwa. Bwana waongoze watoto wote wajikao kwa ajili ya sakramenti mbalimbali za kanisa, lakini Bwana awape pumziko la milele ndugu zetu marehemu, roho zao waaminifu kwa rehema ya Mungu wastarehe katika amani. Tuanze misa yetu kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sote tushirikiane amri kuu. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Hii ndio amri iliyokuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine kuliko hizi. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Msaada wetu katika jina la Bwana. Ndugu zangu wapendwa katika Bwana, tumuungamie Mungu dhambi zetu kwa moyo mnyekevu uliotubu na kutii, ili tupate kusamehewa kwa wema na rehema zake zisizo na kikomo. Pamoja tushirikiane kusema ungamo. Mwenyezi Mungu Baba wa mbinguni, twaungama kwamba tumekutenda dhambi wewe na jirani zetu kwa mawazo na maneno na matendo, na kwa kututimiza tupasayo. Twasikitika sana, twatubu. Kwa njia yake Yesu Kristo tusamehe na kutusafisha kwa Roho wako Mtakatifu. Mwenyezi Mungu anayetusamehe wote tutubu kwa kweli aturehemu,
atusamehe dhambi zetu zote, atutie nguvu na kutuimarisha katika wema wake wote, mwisho atufikishe kwenye uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tafadhali kanisa, naomba tusimame. Utukufu na Mungu juu mbinguni, juu mbinguni. watu wako wa kuaminio kutumikia vema na amini kwa karama yako tu. Utujalie tunakusihi, tukajiweke tayari kuzitimiza ahadi zako za mbinguni kwa yeye Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wake Roho Mtakatifu Mungu daima milele na milele.
Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 3 aya ya 5. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 3 aya ya 5. Na huko Gibeoni Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Sulemani akasema, umemfanyia mtumwa wangu Daudi baba yangu fadhili kuu, kadiri alivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika unyofu wa moyo pamoja nawe umemwekea na fadhili hii kubwa, maana umempa mwana wa kuketi kitini pake kama ilivyo leo. Na sasa, Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu, nami ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi nipasavyo kutoka wala kuingia. Na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya. Maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi? Neno hili likawa jema machoni pa Bwana, ya kwamba Sulemani ameomba neno hili. Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako, wala hukutaka roho ya adui zako, bali umejitakia akili za kujua hukumu. Basi tazama, nimefanya kama ulivyosema, na tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili. Hata kabla yako hapatakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hatainuka mtu kama wewe. Na mambo yale usiyoyaomba nimekupa, mali na fahari, hata hapatakuwa na mtu katika wafalme kama wewe siku zako zote. Nawe ukienda katika njia zangu na kuyashika mausia yangu na amri zangu, kama baba yako Daudi alivyokwenda, basi nitazifanya siku zako kuwa nyingi. Naye Sulemani akaamka, na kumbe ni ndoto. Akaenda Yerusalemu, akasimama mbele ya sanduku la agano la Bwana, akatoa sadaka za kuteketezwa, akatoa sadaka za amani, akawafanyia karamu watumishi wake wote. Hili ndilo neno la Mungu. Kanisa, tusimame tushirikiane. Zaburi namba 28. Zaburi namba 28. Nitakuita wewe Bwana, mwamba wangu, usiwe kwangu kama kiziwi, nisije nikafanana na shuka jivoni, uisikie sauti ya dua yangu nikuombapo, nikipainulia patakatifu pako mikono yangu. Usiwe pamoja na wasio haki,
maneno ya amani, lakini mioyoni mwao mna madhara. Wape sawasawa na kazi ya mikono yao, walipe stahili zao. Yeye atawavunja wala hatawajenga, na ahimidiwe Bwana. Moyo wangu umemtumaini, nami nimesaidiwa. Bwana ni nguvu za watu wake, naye ni ngome ya wokovu kwa masihi wake. Utukufu una Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Zeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika waraka wa Paulo mtume kwa Wafilipi sura ya 3 aya ya 1. Paulo na Timotheo, watumwa wa Kristo Yesu, kwa watakatifu wote katika Kristo Yesu walioko Filipi, pamoja na maaskofu na mashemasi: neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo, siku zote kila niwaombeapo ninyi nyote, nikisema sala zangu kwa furaha, kwa sababu ya ushirika wenu katika kuieneza Injili tangu siku ile ya kwanza hata leo hivi. Nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Vile vile kama ilivyo wajibu wangu kufikiri haya juu yenu nyote, kwa sababu ninyi mmo moyoni mwangu, kwa kuwa katika kufungwa kwangu na katika kazi ya kutetea Injili na kuithibitisha, ninyi nyote mmeshirikiana nami neema hii. Maana Mungu ni shahidi wangu jinsi ninavyowaonea shauku ninyi nyote katika moyo wake Kristo Yesu. Na hii ndiyo dua yangu,
kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana, na katika hekima na ufahamu wote mpate kuyakubali yaliyo mema, ili mpate kuwa na mioyo safi bila kosa mpaka siku ya Kristo, hali mmejazwa matunda ya haki kwa njia ya Yesu Kristo, kwa utukufu wa sifa ya Mungu. Lakini ndugu zangu, nataka mjue ya kuwa mambo yote yaliyonipata yametokea zaidi kwa kuieneza Injili. Hata vifungo vyangu vimekuwa dhahiri katika Kristo, miongoni mwa askari kwa wengine wote pia. Na wengi wa hao ndugu walio katika Bwana, hali wakapata kuthibitika kwa ajili ya kufungwa kwangu, wamezidi sana kusubutu kunena neno la Mungu pasipo hofu. Wengine wanahubiri habari za Kristo kwa sababu ya husuda na fitina, na wengine nia njema. Hawa wanamhubiri kwa pendo, wakijua ya kuwa nimewekwa ili nitetee Injili. Hili ndilo neno la Mungu. Kwaya kuu. Kanisa tusimame tuipe graduale 560. Graduale 560. Waheri
wakao nyumbani mwako. Maana bora siku moja katika nyua zako Bwana wa majeshi. Wimbo namba 437. Wimbo 437. Bwana akae nanyi. Sikilizeni neno la Mungu. Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu, sura ya 6 kuanzia aya ya 1.
takatifu kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu sura ya 6, neno linaanza na ile aya ya kwanza. Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu sura ya 6, neno linaanza na ile aya ya kwanza. Ndipo Yesu aliwaambia wanafunzi wake akisema, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe nao. Kwa maana kama mkifanya hayo, hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Bali wewe utoapo sadaka, usipige panda mbele yako, kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Amin, nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Sadaka yako iwe ya siri, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Tena msalipo, msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika masinagogi na katika pande za njia, ili waonekane na watu. Amin, nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukisha funga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao dhani ya kuwa wanasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi usifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayoyahitaji kabla ya nyinyi hamjamuomba. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi tuwasamehavyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. Amin.
Ndilo neno la Bwana. Baba, Bwana wa Bwana wetu Yesu Kristo na Mungu uliye hai, asante kwa ajili ya kusanyiko la watoto wetu, na asante pia kwa wazazi waliona umuhimu wa watoto hawa kuja mahali hapa ambapo jina lako linatamkwa na baraka zako uchotwa. Nasi tunawasogeza kwako kwa sababu ndiko sehemu sahihi ya wao kujifunza, wakajifunze maadili ya usuyo kwetu mbinguni, lakini ukiwatia nguvu, ukiwafanya kuwa wako, wakumbatie na kuwabariki. Wale wagonjwa uwaguse, Bwana, hata wale wa majumbani pia wanahitaji neema yako. Hawa na wale wote ni wa kwako, wanaosoma pia Mungu ni wa kwako, nao pia weka neno la uzima katika fahamu zao, wakujue wewe na wayasikie yale wanayofundishwa na walimu pia. Kwa unyenyekevu ukawape malezi sahihi, ili walezi na waangalizi katika mashule mbalimbali upendo wako ukatamalaki, ili wawaree watoto wetu katika utaratibu unaovema wewe ufanyike. Nasi tunapowasogeza kwako, Mungu, wale wagonjwa uwaguse, ili wapate afya katika miili yao, lakini roho zao zikujue wewe. Tunawabariki kwa huduma yetu, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wakati huo naomba praise tutaigawanya dakika 4 za kuabudu, 4 za kusifu, kabla ya kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa sababu ni wewe umeweza kutupa kibali machoni pako. Asante kwa sababu ni wewe Mungu umeweza kutuwezesha hata watoto wako tukakutana tena asubuhi hii takatifu. Tunakuomba Mungu, wewe upokee utukufu kwa sababu ni wewe pekee unayestahili. Wakati huu na muda huu tena Mungu, tunapoenda kuzungumza juu ya neno lako, juu ya habari zako, tunaomba ukafungue fahamu na akili zetu Mungu, ili neno lako likapite juu ya maisha ya watoto wako, likafanyike kuwa baraka na neema asubuhi hii, kwa ajili ya utukufu wako unaostahili wewe Mungu Mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Basi tunayo kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi hii nyingine tena tumeweza kukutana mahali pake, na ni wakati wa kusikiliza kile ambacho Roho wa Mungu ameandaa kwa ajili ya watu wake. Bwana asifiwe sana. I will be very quick. Kwa hiyo tufungue Biblia zetu, andiko lile katika Injili ya Luka sura ya 17 mstari wa 5 na wa 6. Maandiko katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 17 mstari ule wa 5 na wa 6. Bwana asifiwe. Tumefika wote? Basi tutasoma kwa pamoja. 3, 2, 1. Mitume wakamwambia Bwana, tuongezee imani. Bwana akasema, tazama, mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mkuyu huu ng'oka ukapandwe baharini, nao ungewatii. Bwana asifiwe sana.
So kabla hatujazungumza juu ya andiko hili, ningependa tujifunze na tufahamu swala moja juu ya asili ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Asili ya mwanadamu ipo katika kutamani vile vitu ambavyo wakati huo hana. Ipo katika kutaka kitu ambacho wakati huo hayuko nacho. Hiyo ndiyo asili ya mwanadamu. Tukiona mwanzo katika uumbaji wa mbingu na nchi ambazo Mungu alifanya kazi hii, alimuumba mwanadamu mume kwa maana ya Adam. Alafu akamuumba na mwanadamu mke kwa maana ya Eva. Sasa wawili hawa Mungu aliwapa kila kitu katika lile eneo ambalo aliwaweka. Bwana asifiwe. Aliwapa kila kitu katika mahali ambapo Mungu aliwaweka. Kasoro kuna jambo moja ambalo aliwaamrisha wasilifanye. Lilikuwa ni kula katika tunda lililokuwepo katika mti ndani ya bustani ile. Sasa vyote walipewa, vyote walikuwa na mamlaka navyo. Amen. Lakini aliweka restriction ya kitu kimoja ambacho kilikuwa ni tunda wasiliguse. Bwana asifiwe. Sasa kwa sababu asili ya mwanadamu ni kutaka kitu ambacho hana, Shetani anaingia katikati yao na anatoa ushawishi wa wao kupata kile ambacho Mungu aliwakataza wasiwe nacho. Bwana Yesu asifiwe. Tujaribu kufikiria labda ni upendo wa kiasi gani ambao Mungu aliwapa watu wale, kwamba wale kila kitu, wafanye kila kitu, lakini kasoro kitu kimoja tu. Nina uhakika kama ni matunda katika bustani ile yalikuwa yako mengi sana, lakini katika tunda lile moja ambalo Mungu aliwazuia wasilile, wao ndo wakataka kulitumia. Kwa sababu asili ya mwanadamu kawaida ipo katika vitu ambavyo hayuko navyo kwa wakati huo. Unaweza ukawa una matamanio ya kupata kitu fulani, ukikipata kwa wakati itakuia wewe tena kutaka zaidi ya pale ambapo umepataka, kwa sababu hiyo ndo asili yetu. Kuna mahali wakati nazungumza juu ya swala hili nikawaambia, nina uhakika kabisa kama Mungu angewaambia wale majamaa wale lile tunda tu, alafu wasile yale matunda yote yaliyokuwa katika ile bustani, sijui mnanielewa? Yaani wale wamekula lile tunda ambalo waliambiwa wasile. Nina uhakika kabisa kama Mungu angewaambia wale tunda lile, lakini yale mengine yote wasiaguse, basi mwanadamu angetaka kula yale ambayo Mungu hajamwambia yale. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kama nilienda mbali nikawaambia, hata kama Mungu angewaambia wale kila kitu katika ile bustani, nina uhakika yule nyoka angeliwa. Bwana asifiwe. Yule nyoka ambaye aliwashauri wale wangemla yeye, kwa sababu akili ya mwanadamu ipo katika kutafuta kitu ambacho hana access nacho muda ule. Sasa Yesu anafundisha katika Injili hii ya Luka sura hii ya 17 mstari wa 5 na wa 6. Hii ni habari kati ya Yesu na wanafunzi wake, wanazungumza. Wanafunzi wanamwambia kitu cha ajabu sana Yesu. Wanamwambia hivi, Bwana, utuongezee imani. Tafsiri halisi ya hii sentensi manake ni hawa wana walikuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe. Hawakuomba imani, wameomba imani iongezwe. Kwa hiyo maana yake hawa watu wanayo imani lakini haiwatoshi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sijajua katika wale majamaa ni nani aliyekuwa wa kwanza kusema au aliyekuwa wa kwanza kugundua kwamba imani waliokuwa nayo haiwatoshi, ila walichokiomba kwa mwalimu wao ni kuongezewa imani. Sasa kinachoshangaza zaidi sio lile ombi ambalo walimuomba Yesu, ni lile jibu ambalo Yesu aliwajibu. Maandiko yanasema hivi, Yesu akawaambia,
kama mngalikuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali. Bwana asifiwe. Kama mngalikuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mkuyu huu ng'oka ukatupwe, nao ungefanyaje? Ungewatii. Sasa Yesu anaposema kama mngekuwa na kiasi cha chembe ya haradali, hiyo imani yenu, tafsiri yake ya kwanza ni kwamba hawa majamaa hawakuwa na imani kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mind you, hawa wanafunzi wa Yesu waliomba waongezewe. Kwa hiyo kwenye akili yao wanajua sisi ndani yetu tuna imani, lakini ni kiasi kidogo. Lakini Yesu anaenda mbali, anawaambia tunaelewana, watu wa Mungu, ni lazima utambue kile ambacho unacho. Kuna story ni ya kuhuzunisha sana, lakini ina funzo kubwa. Sijui watu tunaisoma vipi, lakini ni hawa majamaa wawili. Hawa majamaa, mmoja alikuwa anaitwa Esau, mwingine alikuwa anaitwa Yakobo. Si wapo wanaosoma Biblia? Wapo. Mmoja alikuwa anaitwa Esau na mwingine alikuwa anaitwa Yakobo. Mkubwa kati ya hawa wawili alikuwa ni Esau. Watu hapa jamani, baba kweli una watu hapa. Mkubwa alikuwa anaitwa Esau, Yakobo alikuwa ni mdogo. Sasa kwa wale watu wawili ilikuwa hivi, zile baraka za urithi za kiutawala zote alikuwa amewekewa nani? Alikuwa amewekewa nani? Esau. Ni kwa sababu gani alikuwa amewekewa Esau? Kwa sababu alikuwa ni mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo asili ilimtambua Esau kama mtu aliye na mafanikio. Bwana asifiwe. Asili ilimtambua Esau kama mtu atakayefanikiwa. Sasa kwenye maisha, watu wa Mungu, yani ukishaingia katika hii dunia ya kuparangana, asili haimati kwenye maisha yetu. Kinachomata kwenye maisha yetu ni kanuni ya kufanikiwa. Sasa kanuni ya kufanikiwa haihitaji mchakato wa kiasili, inahitaji mchakato wa kiutambuzi wa kile kidogo na kuthamini ambacho unacho ili uweze kupata ambacho huna. Esau tayari alishawekewa fungu la urithi wa uzaliwa wake wa kwanza. Yakobo kwa sababu ni mdogo hakuhesabika kwa ukubwa ambao Esau alipewa. Sasa Yakobo alielewa tafsiri ya kufanikiwa ni nini, ni kujali kile ambacho unacho. Kwa hiyo akamtriki kaka yake. Yule mwamba siku moja alikuwa ametoka kwenye mishemishe zake, amefika ana njaa, akakuta Yakobo ana msosi. Biblia inasema chakula chekundu. Kwa hiyo yule jamaa alikusudia kabisa, yani alijua kabisa hapa leo brother atoki. Bwana asifiwe. Akatengeneza chakula kizuri. Sasa kwa sababu Esau amerudi, Biblia ukisoma maandiko anasema hivi, kwa sababu alikuwa amechoka. Kwa sababu alikuwa amechoka. Kwa hiyo kuchoka kwake ndiko kulimpelekea akapoteza hatima ya kufanikiwa kwake kabisa. Bwana asifiwe. Kwa sababu baada ya kuona kile chakula tayari akakubali kuuza haki ya uzaliwa wake wa kwanza ili yale ashibe. Sio kwamba alikuwa hana access ya kula, watu wa Mungu. Huyu mtu ni kwamba kwa sababu alikuwa amechoka. Kwa hiyo akili yake ikaklik kwa uharaka kwamba ili mimi niweze kupata hiki, kwa sababu huyu mdogo wangu ameshaniambia nimpe haki ya uzaliwa, alafu mimi nichukue msosi. Mdogo wake alivyoleta tu pale negotiations, wakasema poa, hamna shida, nitakupa wewe, nije msosi nile. Sasa hiko kitendo tayari kilimwangusha maisha yake yote, na yeye akawa mdogo, sio kiumri, kimafanikio akawa mdogo mbele ya mdogo wake ambaye alikuwa ni Yakobo. Bwana asifiwe. Sasa sababu iliyomwangusha ni kwa sababu hakukipa uthamani kile ambacho alikuwa anacho. Hakukipa uthamani. Na ndio sababu ya Wakristo wengi tunahangaika. Yaani huku kuhama makanisa, sijui kufanya nini,
Ni kwa sababu sisi hatutambui kwamba tayari neema ya Mungu, rehema za Mungu zipo katika maisha yetu. Kwa hiyo cha kufanya ni mimi ni jinsi gani ya kukitumia hiki kidogo ili niweze kufika ambapo sina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa sasa hiki kimetokea kwa Esau. Anauza haki ya uzaliwa wake wa kwanza kwa Yakobo kwa sababu ya chakula. Hawa ni wawili ambao waliwekwa kwenye Biblia, lakini tunao wakina Esau wengi katika maisha yetu. Tunao wakina Esau wengi katika makanisa yetu ambao hawana utambuzi wa vile ambavyo Mungu amewajalia. Unajua, baraka za Mungu, huwa napenda kuwaambia sana watu hiki kitu. Baraka za Mungu huwa zinashuka mahali ambapo zinatambulika. Yaani pale ambapo zinakuwa recognized, hapo hapo ndo zinapojaa. Lakini unapokuwa hauko aware kwamba Mungu amekubariki afya, kwa sababu hauna uwezo wa kusafiri kwenda nchi jirani, kwa sababu hauna uwezo wa kumpeleka mtoto shule katika shule kubwa, hiko kinakufanya unasahau hata ile afya ambayo Mungu amekupa, ambayo hiyo kimsingi inaweza ikawa ni chanzo cha wewe kufanya vile ambavyo hauna uwezo navyo. Bwana asifiwe sana. Tunamwona Esau anaanguka kwa kuuza haki yake ya uzaliwa wa kwanza. Na mimi nitawaambia kitu. Yaani hii haiko kibiblia, haiko kiroho, haiko kinini. Moja kati ya vitu ambavyo, isikilizeni kwa makini, moja kati ya vitu ambavyo sisi kama Wakristo tunatakiwa tujifunze ni kupambana na hali zetu. Siwasikii mkisema amina. Moja kati ya vitu ambavyo tunatakiwa kujifunza ni kupambana na hali zetu. Lazima tukubali kuna mahali hatuwezi. Yaani hiko tu hakiwezi kikawa ni sababu cha kukutoa wewe mchezoni. Kwa sababu hata Paulo anaandika, anasema tunatimilika katika udhaifu wetu. Yaani katika mahali ambapo wewe unahisi kama hapa mimi nimepungukiwa, Paulo anasema hapo ndio ambapo unajaliziwa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tulinde na tuthamini vile ambavyo Mungu tayari ameshatubariki. Mimi nitawaacha na kitu katika maisha yako. Amen. Katika maisha yako usije kuthubutu. Hii nawaambia wanangu, hii ni kanuni ya kufanikiwa wanangu. Usije kuthubutu hata siku moja ukauza mali yako kwa sababu ya kutatua tatizo, kama hakuna ulazima. Hili neno la pili ndio kubwa zaidi. Kama hakuna ulazima, usikubali kuuza mali uliyoipambania ili utatue tatizo. Kwa sababu kuna vitu tunavipata kwenye maisha yetu ni baraka kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo kitendo cha wewe kupata, umeumwa tu majipu tu mwanangu, yaani jipu tu unauza kiwanja, jipu tu. Kwa hiyo kitendo cha wewe kuto kuthamini kile ambacho unacho, ukaona kama unaweza ukafanya namna manuva ili uweze kutatua tatizo lako, inaweza ikawa ndiyo mwanzo wa kuanguka kwako. Kwa hiyo kama hakuna ulazima, usiuze mali uliyoipambania kwa jasho lako kwa ajili ya kutatua tatizo, unless otherwise unauza kwa ajili ya kupata profit. Asili haiwezi ikawa ni sababu ya mtu kufanikiwa, kwa sababu asili ilimtumia Esau ili awe mkubwa kwenye maisha yake, lakini kanuni ikamtumia Yakobo akawa mkubwa kwenye maisha yake. Tusimame tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru, asante kwa sababu umekuwa mwema katika maisha yetu, hasa katika wasaa huu wa kulitafakari neno lako. Tunaamini Roho wako Mtakatifu alikuwepo mahali hapa, kwa maana tumemshuhudia, kwa sababu vile vyote ambavyo vimeongeleka vimegusa katika maisha yetu. Asante Mungu, ukatupe hekima na utambuzi wa kutambua vile ambavyo wewe Bwana umetubariki navyo, tuvilinde kwa ajili ya kupata vile ambavyo bado haujatubariki. Kwa utukufu wa jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Twamwamini Mungu mmoja.
yake Yesu Kristo, mpatanishi na mwombezi wetu. Bwana akae nanyi. Tunakuomba uzibariki dhabihu hii tunayokutolea madhabahuni pako, ili tupatie sisi masamaha na jina lako litukuzwe kwa Kristo Bwana wetu. Ee Bwana, ukuu, nguvu, heshima na utukufu ni vyako, kwa kuwa vitu vyote mbinguni na duniani ni vyako. Kutoka kwako na kwako tunakurudishia. Tunakuomba uzipokee na kubariki sadaka hizi, na uwabariki watoto wako waliokutolea, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amani ya Bwana ikae nanyi daima. Tupungiane mkono wa amani. Daima milele na milele. Bwana akae nanyi. Inueni mioyo yenu. Ni faradhi na furaha kwetu kila wakati na kila mahali tukushukuru. Bwana mtakatifu, Baba Mwenyezi Mungu wa milele, kwa Yesu Kristo Bwana wetu, twakutukuza kwa ajili ya ulimwengu wote ulioumba na kuhifadhi katika yeye, kwa ajili ya taratibu za kuumba kwako na kwa ajili ya vipawa vyako vingi vya neema. Na zaidi ni wajibu wetu sisi tulioanguka kukusifu kwa ajili ya upendo wako, hata ukamtoa mwana wako Yesu Kristo kutwa utu wetu, ili ashinde dhambi na mauti,
na kutuweka huru tuwe warithi wa ufalme wako. Baba, twakusifu kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu ambaye anatufahamisha kwamba umetutia muhuri katika ubatizo tuwe wako, ili tupate kuyatangaza matendo yako ya ajabu. Kwa hiyo sisi nasi pamoja na malaika na manabii na mitume na mashahidi pia na jeshi lote la mbinguni twakutukuza na kukusifu daima tukiimba: ambako kwa rehema zako ulimtoa mwana wako wa pekee Yesu Kristo, ili wote wanaomwamini wawe na uzima wa milele. Utusikie Baba wa rehema, na kusihi ili sisi tukiupokea mkate huu na kikombe hiki, kama mwana wako alivyotuagiza tuwe washiriki wa mwili na damu yake. Yeye usiku ule ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akisha kushukuru na kukutukuza akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu tolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa wanafunzi wake akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano jipya, imwagikayo kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo Baba, kwa mkate huu na kikombe hiki tunafanya hivyo ukumbusho unaotuagiza mwana wako mpendwa Yesu Kristo, na itangaza mauti yake thabiti timilifu aliotoa kwa ajili yetu mara moja, na kuadhimisha ukombozi wake aliotupatia. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya kufua kwake kwa uweza na kupaa kwake mbinguni, ambako unatuombea daima,
nasi tutazamia kurudi kwake kwa utukufu. Nawe utukubali katika yetu na kusihi, tujazwe Roho yako Mtakatifu, ili tuwe na umoja katika kanisa lako ambalo kusanya kutoka pembe zote za dunia. Kwa yeye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, heshima yote na utukufu. Kama vile Bwana wetu Yesu Kristo alivyotuagiza akatufundisha, tunasubutu kuimba: Baba yetu katika Bwana, ninyi ambao kutokana na udhaifu wenu mkajifungia wenyewe kushiriki sakramenti hii ya ushirika mtakatifu, mkayatubu yale yanayokwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, ili mrejee tena katika ushirika huu. Na sisi tuliojiandaa na kujiweka wakfu kwa siku ya leo, na tukaribie kwa imani tuule mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo aloutoa na kuinywa damu yake aloimwaga, tukumbuke kuwa alituvia sisi tumpokee yeye mioyoni mwetu kwa imani na shukrani. Mwili wa Kristo tulinde mwili na roho, tupate uzima wa milele. Damu ya Kristo tulinde mwili na roho, hata uzima wa milele. Komunio 560. Bwana atawanyima kitu chema. Wimbo namba 343, wimbo wa ushirika 343.
Wimbo 326. Mia tatu themanini na nne. 384.
tunakusihi ushirika huu mtakatifu tuuishe, ukatutie faida na kutuletea nguvu kwa yeye wewe Yesu Kristo mwana wako, aishi na kuishi pamoja nawe katika umoja wa Roho Mungu daima na milele na milele. Bwana akae nanyi. Tupige magoti kwa ajili ya baraka. Amani ya Mungu ipitayo fahamu zote iwalindeni mioyo yenu na nia zenu katika hali ya kumjua Mungu na mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Na baraka ya Mungu Mwenyezi,
ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikae nanyi sasa na hata milele. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Nendeni kwa amani. Kanisa, tusimame. Wimbo wetu wa kumaliza ibada, wimbo namba 424. Wimbo 424.
Haya, kanisa, Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa tumeanza na Bwana. Ratiba inayofuata sasa itakuwa ni ya kwetu na wala sio dhambi, lakini kuna vitu hapa vimewekwa kwenye mfuko, na tukumbuke, mimi leo nimeshika jambo moja tu. Asili yangu sio mafanikio, bali kufuata kanuni ya mafanikio. Bwana asifiwe. Yaani nataka babu alikuwa nazo, baba alikuwa nazo, mimi nilikuwa nazibunya tu bila kuweka utaratibu na feli. Kwa hiyo sisi ambao tumeandika vile vipeperushi, kama bado unacho unaweza kutukabidhi, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kutuletea mwinjilisi Nixon Shemasi mtarajiwa. Kwa hiyo kama unacho utatukabidhi, kama umeandika, Mungu akubariki. Ili zoezi litakuwa linaendelea hivyo hivyo.